Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Mkulima uko wapi? Mvue piga makasia. Nawe mfugaji usipange kukosa katika kipindi hiki cha kilimo, ufugaji na uvuvi. Ninapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana. Aje Farma, mashamba yanayotembea, inakuletea Kandolo na Kandolo mwenyewe. Huenda hujanielewa ni Kandolo. Unajua Kandolo ilianzia wapi? Nini chanzo cha maji haya kuitwa Kandolo? Fatana nami. Ni mimi msimuliaji wako David Nkongo Kuhani. Nikutana na mzee mmoja mwaka 2015 Disemba. Baadhi ya genzi wanaweza wasimtambue kabisa mzee huyu, kwani yawezekana wengine bado walikuwa vidudu. Huyu ni hayati Abasi Kandolo, ambaye alihudumu kama mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam katika serikali ya awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hadi leo jina Kandolo ni brand tena ya maji. Kama hujawahi kunywa maji ya Kandolo, basi hujawahi kunywa maji wewe. Basi maji ya Kandolo ni brandi, elewa hapo. Ni brandi kama ule ubuyu wa Babu Ayubu wa Zanzibar. Kipindi hicho cha utawala wa mzee Kandolo ndicho kipindi ambacho wajasiriamali walibuni mfumo wa kuuza maji yaliyochemshwa na kuyahifadhi kwenye vifuko vidogo vidogo vile vyeupe. Ndio maana maji yakaitwa jina lake, ila nyewe wajasiriamali. Maji haya yaliwekwa kwenye friji au barafu na kisha kuuzwa kwa shilingi 10 au 20 kwenye madeli. Katika viunga vya jiji la Dar es Salaam, biashara ilinoga haswa kipindi cha jua na joto kali. Wajasiriamali wakapiga pesa. Biashara hii ilianza Dar es Salaam kwa Kandolo na baadaye ikasambaa karibu kila mkoa nchini Tanzania. Pengine huwezi jua nchi jirani huenda ilifika. Biashara hii ilianza kama biashara ya bodaboda iliyoanza miaka ya 90 huko Kampala, Uganda, na kisha kuingia Tanzania kupitia Bukoba. Leo bodaboda zipo kila kona ya nchi yetu Tanzania. Ni utashi wa kisiasa wakati mwingine ambao huleta chachu kubwa ya mabadiliko. Ni utashi tu. Na hapo ndipo nilipojifunza jinsi siasa inavyoweza kuathiri maisha ya watu moja kwa moja. Huyu mzee Kandolo pia na baadhi ya wanasiasa walinipandikiza kupenda siasa. Nilipenda siasa kupitia matendo yao mema. Mzee Kandolo hakuwa mtu wa majivuno wala kujimwambafai. Hakutembea na bodyguard, mara nyingi alikuwa mtu wa amani sana. Nikavutiwa sana na mtindo wake wa maisha. Mwaka 2015 niliteuliwa kuwa mganga mfawidhi msaidizi wa hospitali moja kubwa. Nikapima kina cha maji cha uongozi na baadaye nikanyemelea kuwa mganga mkuu wa wilaya, kisha nikajiuzuru. Niseme ukweli, nilishindwa kuongoza wafanyakazi zaidi ya 200 ndani ya hospitali hiyo. Nikapiga picha itakuwaje nikipewa kuongoza maelfu ya wafanyakazi kwenye wilaya nzima. Nikapima kina cha maji nikajiuzuru. Kuongoza watu ni kazi, ni wito. Kuongoza watu si kuchunga kondoo, ni kuongoza watu wenye hisia na maono tofauti. Yahitaji sana hekima, maono na moyo. Niliyoyakimbia mwaka 2015 ndio nikakutana nayo sasa rasmi baada ya kuacha kazi ya kuajiriwa kama daktari na kwenda zangu kulima Novemba 2017. Nilikimbia uongozi, leadership. Kumbe huku ndio kitu muhimu sana kinachohitajika ili kutoboa kwenye ujasiriamali. Nilibaini haya baada ya kuanzisha kampuni ya Aje Farma, mashamba yanayotembea, na kuajiri watu. Hadi leo uongozi ndio chemsha bongo yangu, na kila siku lazima kwangu nijifunze,
Kila siku najitahidi kujifunza uongozi. Nimeamua kuchukua hata kozi za online, lakini wapi, ila naamini nitapiga hatua. Cha kushangaza, unachodhani kitafanya kazi leo kinaweza kushindwa kufanya kazi kabisa kesho. Uongozi ni jambo lingine. Siku za usoni nitaandika zaidi juu ya uongozi kama stadi muhimu sana kwa mjasiri wa mali. Bado mzee Kandolo kwangu amebakia kuwa mfano wa hekima, busara, mbeba maono. Amebakia kama nembo ya uongozi bora kichwani mwangu. Nitamkumbuka daima. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika. Kutoka kwenye mashamba haya ya Haji Farmer na Daktari Mkulima anayepatikana Geita kwa namba za simu 0743812853. Ni mimi msimuliaji wako David Nkongo Kuhani. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane katika simulizi nyingine ya kweli kutoka katika mashamba haya. Amen.